Sasa hivi nimerudi, nimeenda kumwangalia mtoto wangu, nimekuta wameniambia kwamba wale wazee wameshafariki. Sababu ya kufanya yeye kwa mbali na mtoto wako? Ni historia ndefu kwa kweli. Yaani siku mwanzo kabisa, kabla bado mimi niko msichana, nilikuwa nasoma shule form 2, ikatokea mvulana nilikuwa na date naye. Mwisho wa siku akanipatia mimba. Alivyonipatia mimba, nilivyomwambia kuwa nina mimba yake akaikataa. Wako pia nao wakanikataa. Baadaye nikasoma hivyo kwa shida mpaka mimba ilivyofika miezi kama 4 hivi. Nyumbani wakagundua kuwa mimi ni mjamzito, nao pia wakanikataa na wakanifukuza. Kwa hiyo nikaishi katika mazingira magumu sana. Ikabidi mimi nianze kufanya process za kutoa ule ujauzito. Nilivyoenda hospitali kutoa ujauzito, nikakutana na mtu ana shida na mtoto. Akaniomba kuwa nisitoe ile mimba, atailea kwa kila kitu na atanilipa mimi hela na atanipeleka kabisa kufanya kazi huko nchi za nje nisionekane hata hapa Tanzania. Nini atanifanya niwe na maisha mengine mazuri kama nitampatia mtoto. Na kweli alilele mimba mpaka miezi 9, nikajifungua. Nilivyojifungua tu ndo nikapelekwa huko nchi za nje kufanya kazi. Sasa hivi nimerudi, nimeenda kumwangalia mtoto wangu, nimekuta wameniambia kwamba wale wazee wameshafariki, ila wamemwacha mtoto wao mmoja, kuna mahali anafanya kazi, na ndio maana nimekutafuta wewe unisaidie kumtafuta mwanangu. Pole sana. Asante. Unaamini kabisa huyo mtoto wako akija hapa au ataweza kukujua au utaweza kumtambua kama mtoto wako? Mimi naweza kumtambua kwa sababu wao wazee hawakuwa na mtoto mwingine tofauti na huyo. Kweli? Ndio. Sasa mna shida. Yeye anafanya kazi pale. Kama ulivyoniambia, ulivyonitafuta mimi nikafanya research na wakanipa namba zao. Sasa namba ulionitumia ya mtoto wao, nagundua anafanya kazi pale. Kwa hiyo mimi nikaenda kumtafuta na sasa hivi nilivyompigia simu nikamwambia nakuja, ameniambia fresh. Kwa hiyo kabla tujaenda kumtafuta nabidi tuanze nikuweke kwanza clean bado uwe sawa tu. Niende nikamchukua hizo kuonana naye. Nitashukuru sana kaka. Usijali.